Waislamu asalamu alaykum, Wakristo Bwana Yesu asifiwe. Yule askari wa kizungu wa Australia baada ya kudhibitisha mimi sina vibali maalum vya kuishi katika nchi ya Australia, kweli moja kwa moja akanambia get in the car, let's go station. Yani ingia kwenye gari tunaenda zetu kituo cha polisi. Na ukizingatia mimi kipindi hiko ile ilizi yangu ambayo nilikuwa naitumia kuibonyeza changamoto kuigeuza kuwa fursa ilikuwa imepotea katika mazingira ya kutatanisha. Basi mimi machozi yakanilenga nikasema hii tena mimi ndugu yangu narudi tena Afrika kwenda kungatwa na mbu, kwa sababu Australia ndugu yangu hakuna mbu, hakuna nzi. Australia ndugu yangu hakuna malaria, hakuna UTI. Unaweza kukata miaka miwili usiumwe uko Australia. Kweli mimi moja kwa moja nikamwangalia yule mshangazi wangu wa kizungu. Mshangazi dakika ya mwisho akanambia bwana don't worry, I'll follow you station, yani usiwe na wasiwasi nitakufuata wewe kituoni. Kweli shangazi akachezesha pale akanigea $1000. Kweli mimi alivyonigea zile $1000 nikajipigilia katika chimbo la kibabe. Kweli moja kwa moja mimi mpaka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi mimi nikaenda kompleni kwamba mimi nimetoka za South Africa, ilimradi nikajua kwamba mimi nikienda South Africa nikirudishwa huko yani nitaanza tena safari kiurahisi kwenda tena Ulaya. Kweli pale serikali ya Australia ikachunguza kaja kujishtukia mimi nimetoka zangu Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania. Kweli moja kwa moja wakafanya mipango, utaratibu ukafanyika kunipandisha mimi ndege moja kwa moja mpaka Uholanzi Amsterdam. Uholanzi Amsterdam moja kwa moja mimi ndege mpaka Ethiopia Addis Ababa. Kufika Ethiopia Addis Ababa moja kwa moja mpaka Dar es Salaam mjini Tanzania. Nilipofika Dar es Salaam mjini Tanzania airport kwa Mwalimu Nyerere, maaskari wa kibongo wa Kitanzania wakaanza kuningangania, wakanambia bwana ndugu yetu wewe una kesi ya kwenda katika nchi za watu bila vibali maalum. Faini $300,000. Hauna hiyo basi jela Segerea miezi 6. Mimi nikaanza kumkumbuka rais wa Tanzania ambaye anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete, kwa sababu Jakaya Mrisho Kikwete kipindi cha utawala wake kulikuwa hakuna adhabu ya kwenda jela wala faini ya $300,000 kwa mabaharia wote wanaorudishwa kutoka nchi za ughaibuni hata South Africa. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, mpaka maiti unaambiwa ikitoka nchi za watu huko ikiingia pale airport inachajiwa. Kweli mimi moja kwa moja nikaona hapa nsende jela, na ndugu zangu kipindi hiko hawajapata taarifa kama mimi ndio nimeingia. Kweli nikajipekenyua, mzee nikatoa $400 nikachange nikalipa, moja kwa moja nimefika zangu mtaani. Kufika mtaani baba nikakuta ndugu zangu mtaani wana shida kama zote, mwingine ana viba vitatu vya matatizo, mwingine ana magunia 2 ya shida. Nikaona hapa ndugu yangu hapa, ndugu zangu washajua kama mimi kutoka zangu Australia, wasije kaona mimi rudi kinyonge, nikabidi mimi niwasaidie ndugu zangu kutoka na zile hela nilizobaki nazo. Kweli kuwasaidia ndugu zangu dakika za mwisho najikuta mimi nimebaki na $600,000. Nikaona hapa mimi hapa nitakuja nitachacha hapa, cha msingi hapa naanza shina safari naondoka South Africa. Sikati passport wala nini, mimi silalia. Mimi zangu mimi napita chaka kwa chaka, mguu kwa mguu. $600,000 nikasema mimi siwezi kwenda hivi hivi bila kwenda kwa mganga. Kweli nikakutana na jamaa mmoja hivi akanielekeza kwa mganga, kuna sehemu moja Tanga kunaitwa Miono Tanga. Kweli mimi moja kwa moja nikaenda zangu mpaka Mbezi nikaenda kuchukua basi aina ya Icha mpaka Miono Tanga. Nikakutana na mganga huyo mwanangu hatari, akaniambia bwana wewe shida zako zote hapa zimeisha, dakika za mwisho usikonde, nunua vifaa tu, mimi gharama zangu utakuja kunitumia, nitakupa namba za simu utapoenda huko ukifanikiwa, na usipofanikiwa basi wewe ukija hapa siku yote mwaka wote vunja tunguli zote, haribu kilinge changu, mimi ndio mwenyewe mkali wa wakali. Na kwa nini nilipofika huko hiyo Miono Tanga baba sio poa mwanangu, kila nyumba kuna duka la vifaa vya asili. Ukitoka nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, duka la vifaa vya asili. Ngoja nikakubali dakika ya mwisho. Kweli yule mganga kanifanyia mazingira, nikarudi Dar es Salaam moja kwa moja nikatetea safari. Nikapitia zangu Msumbiji, hiyo mwanangu moja kwa moja mpaka zangu Ruvuma nikavuka mwanangu Pemba Kilimani, Msimbwa, moja kwa moja mpaka Maputo. Kufika zangu Maputo pale nikakutana na mbongo mmoja, mtoto wa Manzese anaitwa Chile huyo. Kweli yule mtoto wa Manzese naye anaenda South Africa na passport kama mimi, tunapitia njia za panya, njia za chaka kwa chaka. Nikakutana na Wasomali kama 16, nikakutana na Mozambiki na Ethiopia, jumla tulikuwa kama watu 20. Kweli mwanangu tukapita chaka kwa chaka. Hiyo chaka kwa chaka mwanangu hatari, sio poa. Hiyo mwanangu hiyo njia huko wakaima askari huko baba, huo ni msitu ambao msitu wa nyama pori kama unavyoona Serengeti, Manyara, Mikumi. Hiyo baba huo njia hiyo inaitwa Katembee baba, hiyo unatembea kwa muda wa masaa 19 mpaka masaa 20 ndio mpaka unafika kwenye mpaka wa South Africa. Hiyo baba unatembea ndugu yangu mpaka hatua ya mwisho. Hiyo viatu ulivyovivaa unavyoona vizito na vitupa mwenyewe. Kweli katika kupita pita mwanangu tukakutana na simba. Baada ya kukutana na simba mwanangu kila mtu yako mzee kapanda juu ya mti. Katika kupanda juu ya mti mwanangu yule mwanangu wa Manzese Chile yule mwanangu kaika kama na simba kang'atwa mambo lipo juu, na mwangalia ndugu yangu Chile anang'atwa hivi analiwa na simba mwanangu. Basi watu kasikilizia mpaka mwanangu Chile kama hivyo kuliwa na simba. Kakucha asubuhi kwa sababu liko usiku. Kulivyokucha asubuhi ile za mwisho nikaona mwanangu kweli mwanangu haya maisha sio poa. Asubuhi tukaanza tena safari moja kwa moja tunaendelea boda. Oya, pati namba 8 inakuja, fuatilia.